17. Hata akaahidi kwa kiapo ya kwamba atamupa lolote atakaloliomba. Huyu mfalme alifanya sherehe na kukinywa chake, bembeleza mtoto, na kukinywa chake akasema, hii sherehe yangu, mwenye atacheza na kunifurahisha atalomba benye anataka. Endelea sasa. Naye huku akichochewa na mamaye, kukakuwa mama moja hivi mwenye alikuwa mjane. Sasa mtumishi wa Mungu akataka olewe na huyu mfalme. Mtumishi wa Mungu akamshauria, Mashi, usifanye vya pili kuolewa na huyu. Kumbe ule mama alitia ndani ya roho, ule mfalme naye alitia ndani ya roho. Akasema, nipe hapa katika kombe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Ule mama fie wake wakati alicheza, mfalme naye akamwambia, sema sasa nini unataka. Naye mfalme akasikitika, lakini kwa ajili ya kiapo na kwa ajili ya wale walioketi chakulani pamoja naye, na kwa ajili ya wale watu ambao wanamzuia mfalme, akaamuru apewe. Akatuma mtu akamkata kichwa Yohana mle gerezani. Kichwa chake kikaletwa katika kombe. Kichwa cha Yohana wakakikata kwa sababu ya kushauria tu, wakakileta mkikombe. Akapewa yule kijana, akapewa yule dada, akakichukua kwa mamaye, akakibebea mama yake. Wanafunzi wake wakaenda wakakamata ile maiti wakamzika. Kisha wakaenda wakampasha Yesu habari. Mungu atuhurumie. Amen. Kulipiza kisasi. Mtumishi wa Mungu Yohana alikuwa na kosa. Alimwambia, wewe mama, kwa nini unatafuta olewa na huyu mfalme? Ile tu ilibidi Yohana afungiwe. Mwaile kasa ule pia anacheza, akaenda kwa mama yake. Mama, mfalme anasema hivi, vyote vyenye ndalomba ndapewa. Mama kumbe aliweka mama, mtu ni mjane, hana kitu, akose alombe kuwa ministre, vyote vinaingiliobaka kipewe. Lakini kwa sababu ya kulipiza kisasi, mchunga ule mama kusamehe, akamwambia, wewe ndio kichwa cha Yohana, uniambie sasa ile kitu. Alikalama mfalme. Biblia inasema mfalme alisikitika. Mfalme alisema, Mashi dogo, kichwa ya Yohana. Sasa kwa sababu mtu mkubwa akilapa, Yohana iko prison tu, alikashtuka anafungula prison, bado mleta Yohana ule. Kuna sali za yake inapona, kumbe Yohana balitia tu mtu pale, mtumishi wa Mungu, papa kichwa bakakitia kusunia, bakaletea ule mama, banapatia ule pia anabebea mama kama alifanya sasa, kama alikimbia ugali akapatia mama. Uniambie sasa, mtu wa roho kama hiyo, mpaka unalomba kitu, bakutume kitu, huko kwa juu ni kwa sikio yako, unaenda tu kwa chakwera, asema nataka kichwa ya pasta mapenzi, utakalanga, utakituzika mnyumba sasa inaanza kipii. Mapamba ya sasa. Nini unafaidika? Kusema leo niliua, njoo unafaidika. Nini unapata? Kulipiza kisasi, kutokusamehe. Kisasi ni cha Mungu. Kulipiza kisasi acha Mungu yeye peke. Huyu mama akaomba, akisema hapana, sina kiwanja, mnipatie ndoa yote. Mfalme alimpatia, lakini analomba kitu kitaoza msegonde kwa sababu ya kutokusamehe, kuchunga kuroho. Huko nekana mtu kukanisa, mtu kunapenda kumaliza
atusamehe. Mungu atusamehe. Tuwe na moyo wa kusamehe. Tunaona Stefano walikuwa wanampiga majiwe, wanapiga majiwe, lakini tunasema Baba wasamehe, hawajui walitendana. Nani Mungu katikati yetu? Wewe tukisimamisha tu mkwaya asenda bachele kanisa yao. Na ukiwa Canada njoo yenu. Na ukiwa Katolika njoo yenu. Suliacha baba hivi kwa wapi? Baba yako yuko sangi na wewe unakula vya mzuri. Kwa maana unakula na baba